Tano alikuwa kijana wa mjini mwenye maisha ya starehe na mazoea yake yalikuwa yakimpeleka kwenye madanguro mara kwa mara. Alikuwa na pesa lakini hakuwa na upendo wa kweli. Ilikuwa siku ya Jumamosi jioni alipokutana na Flora, mwanamke ambaye alibadilisha mwelekeo wa moyo wake. Flora hakuwa kama wengine. Alikuwa na umbo zuri, sauti ya upole na macho yaliyojaa huzuni isiyoelezeka. Alionekana kama mtu aliyebeba mzigo mzito wa maisha, kitu ambacho kilimgusa Tano kwa namna ya kipekee. Badala ya kufanya alichokuwa amezoea, Tano alimuonea huruma. Alitoa pesa walizokubaliana, akaongeza zaidi, lakini hakumgusa Flora hata kidogo. Alitaka kujua zaidi kuhusu yeye. Hivyo kabla hajaondoka, alimuomba namba ya simu. Flora alisita kwa muda, lakini mwishowe akampa. Kuanzia siku hiyo mazungumzo yao yakaanza. Usiku na mchana Tano alimtafuta Flora akitaka kuelewa maisha yake. Flora naye alijikuta akifurahia urafiki wa Tano. Polepole akaanza kufungua moyo wake na kumweleza kuhusu maisha yake magumu, changamoto alizopitia na ndoto zake zilizovunjika. Lakini Tano hakusita. Kadri muda ulivyopita, alijikuta akimpenda Flora kwa dhati. Akamwambia waziwazi kuwa anataka kumuoa. Flora alikataa kwa msimamo mkali. Mwanamke kama mimi hafai kuwa mke wa mtu mzuri kama wewe, alisema. Tano alikaa kimya kwa sekunde chache baada ya Flora kusema maneno hayo mazito. Aliweza kuona machungu ndani ya macho yake, lakini hakukubali kushindwa. Flora, unafikiri mimi ni mtu wa kushindwa kirahisi? Aliuliza kwa tabasamu hafifu. Flora alimtazama akitetemeka kidogo, kisha akageuza macho yake pembeni. Sio hivyo Tano, wewe ni mtu mzuri sana. Haustahili mwanamke kama mimi. Tano alisogea karibu naye, akainua mkono wake taratibu na kushika kiganja cha Flora. Kama kweli mimi ni mtu mzuri, basi ni haki yangu kuchagua kile ninachotaka, na ninachotaka ni wewe. Flora alibaki kimya, kichwa chake kilijaa mawazo. Tano alikuwa tofauti na wanaume aliowahi kukutana nao. Hakumuona kama bidhaa, bali kama mtu wa thamani. Lakini hofu yake ilikuwa moja: je, kweli anaweza kufuta historia yake? Siku zilipita, urafiki wao ukawa na nguvu zaidi. Tano hakuwa mtu wa kukata tamaa, lakini pia hakutaka kumsukuma Flora zaidi alivyojihisi tayari. Alijitahidi kumfanya ajisikie salama, akamsaidia katika mambo mbalimbali, hata kumshauri kuhusu ndoto zake alizowahi kuzisahau. Siku moja walikuwa wamekaa kwenye bustani tulivu jijini. Flora alikuwa amevaa gauni nyepesi la rangi ya buluu, nywele zake zikipepea na upepo mwanana. Tano alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema, nataka kukuuliza kitu, lakini sitaki unijibu haraka. Flora aligeuza uso wake akitabasamu kwa mbali. Nini tena Tano? Tano akavuta pumzi ndefu. Ukiweka kando historia yako yote, ukiweka kando hofu zako zote, ungependa kuwa na maisha ya aina gani? Swali hilo lilimstua Flora. Alijaribu kulikwepa kwa kucheka kidogo. Hilo swali ni gumu Tano, lakini najua unajibu moyoni mwako, Tano alisema kwa sauti ya upole. Flora alishusha pumzi ndefu akitazama mbali, kana kwamba alijaribu kuuona mustakabali wake ulivyo. Swali la Tano lilikuwa rahisi kwa mtu mwingine, lakini kwake lilikuwa gumu kama fumbo. Maisha aliyotamani na maisha aliyokuwa nayo vilikuwa kama dunia mbili tofauti zisizoweza kuungana. Natamani maisha ya kawaida, hatimaye alijibu kwa sauti ndogo. Maisha ya utulivu, bila hofu, bila kuhisi kama nina deni kwa mtu yoyote. Tano alitabasamu. Hicho ni kitu unachostahili, na nakuhakikishia ni kitu ambacho unaweza kuwa nacho. Flora alimtazama kwa muda mrefu, kisha akatikisa kichwa. Hujui nilipotoka Tano. Kuna mambo mengine huwezi tu kuyafuta kwa sababu unataka. Kuna historia, kuna watu. Alikaa kimya kwa sekunde chache, akishusha macho chini. Wanaume kama wewe hawaoi wanawake kama mimi. Tano alichukua kiganja chake akakishika kwa upole. Kama kuna watu wanakufanya uamini hivyo, basi walikudanganya. Flora alihisi machozi yakikusanyika kwenye macho yake, lakini alijizuia. Hakutaka kuonekana mnyonge mbele ya Tano. Lakini kabla hajajibu, simu yake ilianza kuita. Aliiangalia na ghafla sura yake ilibadilika. Hofu ilichukua nafasi ya utulivu wake wa muda mfupi. Alisimama ghafla na kusema, lazima niondoke. Tano alishtuka. Nini mbaya? Flora, kuna shida gani? Lakini Flora hakusema kitu. Alitazama simu yake tena, akavuta pumzi ndefu, kisha akamwangalia Tano kwa huzuni. Samahani, lakini siwezi kukaa hapa. Aligeuka na kuanza kuondoka kwa haraka, huku Tano akibaki amesimama akitazama mgongo wake ukiondoka. Tano alibaki amesimama, moyo wake ukijaa wasiwasi. Hakuwa amewahi kumuona Flora akihofia kitu kiasi hicho. Alijua wazi kuwa mwanamke huyo alikuwa na historia nzito, lakini hakujua ilihusisha nini hasa. Alijaribu kumpigia simu, lakini hakupokea. Alituma ujumbe mfupi, Flora, chochote kinachokusumbua nataka kujua.
tafadhali usinikimbie. Hapakuwa na jibu. Siku 2 zilipita bila mawasiliano. Tanu alijikuta akihisi huzuni, lakini hakutaka kukata tamaa. Aliamua kumtafuta mwenyewe. Baada ya kuuliza hapa na pale, hatimaye alipata habari kuwa Flora alikuwa anaishi kwenye nyumba ndogo katika mtaa wa pembeni mwa jiji. Alipofika huko jioni moja, aligonga mlango kwa tahadhari. Mlango ulifunguliwa taratibu na Flora alisimama pale, macho yakiwa mekundu, kana kwamba alikuwa akilia muda mfupi uliopita. Tanu, umefuata nini hapa? Aliuliza kwa sauti ya mshangao. Nimekuja kukusikiliza. Tafadhali usinikimbie tena. Flora alisita kwa sekunde chache, kisha akamruhusu aingie. Walikaa kimya kwa muda hadi Flora alipovunja ukimya. Simu ile ilikuwa kutoka kwa mtu wa zamani wangu, mtu aliyenilazimisha kuingia kwenye haya maisha mabaya. Nilidhani nilikuwa nimekwepa kivuli chake, lakini kumbe bado hakunitaka niwe huru. Tanu alihisi hasira na uchungu kwa niaba yake. Hilo linamaanisha nini? Anakutishia? Flora alitikisa kichwa, machozi yakimdondoka. Anataka nirudi kwake. Anasema ninalo deni lake, kwamba siwezi kutoroka. Tanu alishika mikono yake kwa upole. Hapana Flora, huna deni kwa mtu yoyote. Utakuwa huru. Nitahakikisha hilo. Kwa ajili ya upendo. Tanu hakuacha hapo. Alihakikisha Flora anaondoka kabisa kwenye kivuli cha mtu huyo, kwa msaada wa vyombo vya sheria na marafiki zake waliokuwa na ushawishi. Ilikuwa safari ngumu, lakini hatimaye Flora alipata uhuru wake wa kweli. Siku moja walikuwa wamekaa ufukweni wakitazama mawimbi ya bahari. Flora alikuwa amevalia gauni jeupe, nywele zake zikipigwa na upepo. Tanu alimshika mkono. Bado nafikiri siwezi kukuoa. Flora alicheka kwa aibu. Sijui. Hapana, unajua bwana, Tanu alisema kwa tabasamu. Mimi nakupenda na nataka ujue kuwa maisha yetu yanaweza kuwa mapya kabisa, wewe na mimi pamoja. Flora alimtazama kwa muda mrefu, moyo wake ukijaa hisia tofauti. Kisha kwa mara ya kwanza alitabasamu kwa uhakika. Sawa Tanu, kama bado unataka basi nitakuwa mke wako. Tanu alicheka kwa furaha, akimvuta karibu na kumbusu kwa upole. Na hivyo safari yao ya mapenzi ilifikia kilele chake, si kwa sababu ya historia yao, bali kwa sababu ya upendo wa kweli waliokuwa nao kwa kila mmoja.